Tumsifu Yesu Kristu. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu apewe sifa. Siku ya leo tungependa tuweze kutafakari somo moja ama topic moja. Hapa inasema mbinu mpya za uinjilishaji. Mbinu mpya za uinjilishaji. Mbinu mpya za uinjilishaji. Je, una mbinu mpya za uinjilishaji ama umebaki kwenye mazoea? Dunia ambayo tuko leo ni dunia inaendelea kukua. Sasa hii tumefika kwa AI. AI inaweza tengeneza mtu anafanana na mimi exactly, na akaweka maneno ya sauti yangu exactly, mpaka ikipatikane labda watu wa the intelligence ndio wanaweza sema huyu sio Steve, huyu ni Steve. Wakitaka kuniwekelea dhambi kwamba nilipatikana kwa mazingira fulani, nilikuwa kanisani masaa fulani, nilikuwa kwa supermarket masaa fulani, na imenukuliwa kupitia video fulani, wanaweza. Sasa sisi pia tulio katika safari, Kristu amezidi mtandao. Kwa sababu mtandao ya Kristu ni juu sana. Kwa sababu hata hao wanaotengeneza AI bado ni Mungu huyu ambao tunamtumikia anawapatia fahamu. Lakini kuna wengine sasa wanatumia vibaya. TikTok ni zawadi ya Mwenyezi Mungu. Facebook ni zawadi ya Mwenyezi Mungu. YouTube ni zawadi ya Mwenyezi Mungu. Instagram ni zawadi ya Mwenyezi Mungu. AI sasa ni zawadi ya Mwenyezi Mungu, ili tuweze kuadvance kufanya vitu kwa haraka na kwa wakati, ili tusiharibu masaa. Tuweze kuwa na nafasi mzuri wa kutengeneza animation za kutufanyia marketing na kazi zetu ziweze kuwa nzuri. Lakini sasa watu wanakuja kupinga Kristu kwa njia zile. Sasa mbinu mpya za uinjilishaji. Naomba usikie na hili nitanukuu. Tunahitaji kuwa na mbinu mpya za kuinjilisha. Maana shetani ana njia mpya za utendaji wa dhambi, japo dhambi ni zile zile. Ndiyo maana wengi hawawezi kukwepa dhambi. Shetani amebuni njia mpya, hata uchawi, mairizi yameboreshwa na kuwa ya kisasa. Na sasa haitwi mairizi, bali pete za bahati, msalaba ya dhahabu. Utaona vijana wanavaa mabling bling, tunasema ni msalaba. Msalaba ya dhahabu, mikufu yenye ushawishi na mvuto, inayotumiwa sana na wanamuziki, yani wasanii. Pia zamani mapepo yaliwapagaa watu kupitia mila potovu, uchawi, kuchanjwa chale. Lakini sasa mapepo yana mbinu mpya, majini yana mbinu mpya za kuingia watu bila hata kujua. Wanaweza kukuingia at your comfort zone kama wanaingiwa, bila kukujua kama wanaingiwa na mapepo. Wanaweza waingia bila wao kujua kama wanaingiwa na mapepo. Naendelea. Na 80% ya mapepo yameingia watu kupitia mila potovu. Yameingia watu kupitia milango ya fahamu, kwa kuona demonic inspired movies, demonic inspired films, cinemas, music, kusikiliza. Yani kusikiliza music na kufuatilia ubashiri wa nyota. Wale wanapenda kwenda kusomewa nyota, achana nayo.
hadithi zinazohusu ufalme wa giza. Mfano, kufuatilia zaidi kuhusu Freemason. Usifuatilie kuhusu Freemason. Kusoma maandiko ya kipepo. Kula hata kunusa manukato ya majini. Kukula hata kunusa manukato ya majini. Kuna vyakula Paulo anasema ukihisi nafsi yako ikikushuhudia, dhamiri yako ikikushuhudia hii chakula imetengeneza kwa ajili ya ibada, usikule. Umeenda mahali pa ibada lakini unaona hii chakula imetengeneza kwa ajili ya ibada. Sisi hatufanyi ibada vya chakula vya mwilini. Kama ni mbuzi ichinjwe kama chakula, kuku ichinjwe kama chakula, kama ni ng'ombe ichinjwe kama chakula, sio kama ibada, kafara. Juzi niliulizwa na Mkristo mmoja, jamaa mmoja rafiki yangu, jamani, mbona mapasta wetu wanatukataza tusifanye nini? Tusichinje kutolea Mungu sadaka ya damu. Sadaka ya damu pekee ni ya Kristo Yesu, inaendelea kumwagika bado msalabani. Kukula hata kunusa manukato ya majini. Hivyo tunahitaji mbinu ya kiroho, mbinu za Roho Mtakatifu. Hivyo tunahitaji mbinu za kiroho, mbinu za Roho Mtakatifu. Kwa sababu sasa hivi Shetani amebuni mbinu mpya. Maajenti wamebuni mbinu mpya. Wana uwezo wa kuhudhuria misa, wana uwezo wa kuingia kwenye ibada na kushiriki. Siku hizi wanakuja kwa jina la Yesu. Siku hizi wanakuja kwa maisha yetu, wanakuja katika familia zetu, wako kila mahali. Maajenti wako, japo hawana uwezo wa kukua kila mahali, lakini wako na maajenti. Safaricom iko Nairobi, the main office iko Nairobi, headquarter iko Nairobi, lakini Safaricom is everywhere. M-Pesa, the main headquarter is in Nairobi, but they have agents, cooperative agents. Agent iko mpaka mtaani, cooperative mtaani, KCB mtaani. Shetani pia akona maajenti na wamebuni mbinu mpya. Siku hizi wanaweza kukupa tu zawadi, pete. Wanaweza tu kupatia kitu ambacho inafanana na rosari, kitu ambacho inafanana na Biblia. Ndio maana tunashauri, nunua Biblia mahali unafahamu. Nunua Biblia kwa mazingira ya kanisa, in the Catholic bookshop. Nunua vitu visakramenti kwa Catholic bookshop, kwa sababu sasa wanajua hawa watu vitu vyao vina ukweli fulani, vitu vyao vinatukuza Mungu. Ekaristi ni kweli, ni Yesu kweli, na miujiza iko kweli, maajabu yanatendeka kweli, watu wanaponywa kweli. Mimi niliponywa kwa Ekaristia, magonjwa mengi, nina ushuhuda, ila muda ndiye hakuna. Wanajua sasa Biblia zao walizozipinga na vile fungu vinaongea ukweli, vina maneno ya ukweli. Sasa wamebuni mabiblia mbalimbali, wamebuni vitu ambazo zinafanana na vya kwetu. Just imagine kwamba the more you attend the Holy Mass, the devil is participating in the Black Mass to try to draw you away from the Holy Mass. Wao pia wanaita the Black Masses diabolic act. Wanafanya diabolic act kuidhalilisha nguvu ya Kristo unayomtumikia, unayemwabudu. Na mara nyingi hata wanakuja hata kwa maeneo ambayo sakramenti inaidhimishwa. Mahali pa Ekaristi inapewa heshima yake. Kwa sakramenti ya kipaimara wanajua askofu atakuja, wanatuma ajenti, kwa sababu wale watoto sometimes hawaelewi. Wanatumwa. Kuna mahali nilikuwa parokia moja, walituma mtoto ambaye alikuwa kwa msafara ya kwenda kupokea, kwambia nendo nichukulie Ekaristia. Na mtoto kwa sababu ya kutofahamu alichukua akapeleka getini. Kutoka nje pale nje washakimbia. Ilikuwa pa Konsolata Likoni hapa tu. Wakati wa ibada kubwa, tukitoka nje mtoto ashapeana Ekaristi na wameshapanda pikipiki washaenda. Saint ambao naweza muita mtakatifu lakini bado hajatangazwa kama mtakatifu. Huyu Sister Anne Ali of the Eucharist anaeleza, anasema kuna a lot of diabolic act inafanyika ndani ya kanisa.
wamebuni mbinu mpya. Tuamuke, tusaidie imani yetu